Mapenzi yangu yote huyaweka jikoni, kwa ajili yako mpenzi upate utamu moyoni. Na siri yangu kubwa ni Chief Kuka pekee, inaifanya sahani iwe na ladha tele. Ni pure na natural, haina cholesterol, inalinda afya zetu, inatupa furaha tele. Huongeza vitamini A na D kwa upendo. Mapishi ya Chief Kuka yana mfano wowote. Chief Kuka, siri ya kupika kwa upendo. Chief Kuka. Kabanda kweli, hata mimi naona maisha yake yashakuwa magumu kweli, kwa sababu Kabanda watu walikuwa wanachukua mfano kwake. Anabeba mzigo mgandini, viazi, ndizi, ili mradi apate hela kula. Kweli Kabanda huyo ninayemjua mimi, ila mamake kuna siri kubwa sana anayejua kuhusu Kabanda. Yaani kiujumla tuseme jamaa anapitia wakati mgumu sana. Wakati gani anapitia? Yaani mamake ana siri gani anaijua kuhusu Kabanda? Yaani wewe na mimi hatujui. Ila nikwambie tu kitu kimoja kwamba mamake Kabanda kuna siri kubwa anaijua. Kwa sababu maisha yana mtindo wa kubadilika. Kwa sababu jamaa sasa imekuwa hata sehemu ya kulala imekuwa ni changamoto. Ni kweli ndugu yangu, ile naamini, kwa sababu hata mimi mwenyewe Kabanda ninavyomuona na mwanzo sasa hivi ni tofauti. Ila sasa nataka kujua siri gani hiyo mamake anayojua. Kama ninapokuambia mimi na wewe hatujui. Ila mamake anajua. Jamaa alivyokuwa mwanzo na sasa ni tofauti kabisa. Kula ni kwa tabu. Yaani anaishi mazingira magumu. Kiujumla yani Kabanda yuko tofauti sana. Hatuwezi jua, ila nikwambie tu kitu bwana, maisha yanatenda kubadilika. Kweli ya maisha kuna kitu cha kujifunza kupitia kwa Kabanda. Kama ninavyokuambia maisha yanatenda kubadilika. Sasa ndugu yangu, Kabanda alikuwa ni jamaa wako wa karibu sana. Unamsaidiaje kupitia hilo analopitia Kabanda? Mimi kwa ukaribu ulivyokuwa naye jamaa, namna nilivyoishi naye, mimi nitahakikisha, nitapambana kadri uwezo wangu nihakikishe Kabanda anakaa kwenye mstari. Kama ni uchawi, kama ni kupambana kwa namna yoyote, nihakikishe Kabanda anakaa kwenye mstari. Na kama kuna tofauti ya mamake anayojua, mimi nitahakikisha yani Kabanda awe kwenye mstari, awe kama zamani tulivyokuwa tumemzoea, awe vile vile. Sababu yule ni jamaa wangu wa karibu. Mwenye hali aliyokuwa nayo pia hainipendezei. Ndio maana nitahakikisha lazima Kabanda akae kwenye mstari. Sawa, unaweza ukapambana, lakini kuna siri mamake anaijua. Hapana. Hata mamake wewe utapambana vipi mpaka upambane vipi mpaka akae kwenye njia, na kati kuna siri ulishaongea kwamba mamake, kuna siri mamake anaijua. Utapambana vipi mpaka akae sawa? Mimi nitajua kwa sababu Kabanda, kwa sababu ni mwanangu, sitaweza kukubali hali ile kuendelea kumuona alivyokuwa nayo nikaendelea kukubali. Mimi nitajua tu kwamba namna gani jamaa awe kwenye njia. Sare pale ndani ndio. Ndani wapi? Sare pale ndani mwanambia. Kwani mimi nilikwambia sare. Mbona pesa gani? Maana kwangu pajui. Lakini kulegeza hivi. Kwangu pajui. Malegeza kwa hivyo ati. Kwani nilikwambia nini jana? Mzigo wangu kwa wapi? Niambie mzigo wangu kwa wapi? Wanijua mimi? Wanijua? Kwani ngoja wanijua? Ngoja mimi wanijua. Mimi sikufahamu moja tu. Unijui sio? Sijui. Mtaa wote hapa wananijua, kwani wazingua? Kwani wazingua? Ana mzigo wangu, anipe mzigo wangu. Mzigo kufikia. Mzigo kwa wapi? Wewe unagiza vitu unapeleka Stefani kwa peleka. Wapi mzigo wangu? Mzigo peko sasa hapa. Wewe ni muni au? Hapana, mimi sio muni. Mimi hakuna muni sio mjua, ushaelewa? Hakuna muni sio fanyaje? Hakuna muni sio mjua, ushaelewa? Sawa? Nataka mzigo wangu leo. Akufanyie. Akufanyie. Kama vipi nashika toroli? Kama vipi nashika toroli natoka nalo. Toroli mimi ndo kazi yangu. Akufanyie. Mkufanyie. Hapana. Sikufanyia au?
Mjomba. Naomba niache. Ange changu basi tembee. Nisikize. Nige changu tembee. Hapa si cha kukupa. Utaki kubebe. Uelewe au? Uchukua toroli. Angalia ukileta mzigo wangu chukua toroli lako. Niache tulia kuleta dharau. Wewe si mwizi. Nipe muda kidogo. Wewe si mwizi. Wewe si mwizi.